Good morning, God is good. Mungu anatupenda sana na leo tunaenda kuongelea jinsi gani Mungu anatuambia kuhusu upendo. Na ni kwa nini upendo? Nataka niwaambieni kwamba upendo ni nini? Upendo sio suku. Upendo sio kumwangalia mtu kwa busy unafuatilia maisha ya mtu na kuumiza. Unaona ule anajua simpendi, ile kana wananyanyua simpendi. Roots tread through cracks all flats beneath. You have to love everyone. Rusted car door like a swallowed truth. Wind howls the old sun till it chokes on breath. You said living is just waiting for regret. A half-empty whiskey bottle rocking in the passenger seat. GPS failed, pulse is my only beat. I wrote my name on a gas receipt. In case I vanish, someone remembers this save. This is my black soil border, 1 foot on the road, 1 in the void, whose truth lies buried in the storm of night. Fire a bullet at the sky in my own reflection. This is my black soil border. Love is quicksand, grip tighter and you sing. If the world's left with this lonely heart. Watoto wadogo, mtu asidanganye atendaye haki yuna haki kama yeye alivyokuwa na haki. Hapa tumeambiwa kuhusu upendo. Upendo wa hukumu. Upendo umpigi mtu. Upendo wa ujaji hata kama ukimkuta mtu ni guilty. Upendo in order for someone to change, ndio maana Yesu alivyokuja. So tunaelewa kwenye swala la upendo. Umeona Upendo watu wengi hatujui, na makanisa mengi na misikiti mingi imeondoka, vijana wengi wameondoka kwa sababu hatuonyeshi upendo. Nataka niwaambie kwamba kitu kitachomfanya mtu mdhambi abadilike ni upendo. Na upendo haujaji, nikimaanisha kwamba hautamnyoshia kidole, mbona ubadiliki? Upendo hauharakishi. Upendo haufanani, yani haufananishi, yani kwamba mimi kwa sababu naishi maisha hii nataka nimsaidie kama wewe kama mimi. Hapana. Utataka yeye kama badilika, lakini yeye anavyotaka kubadilika na sio wewe unavyoishi. Wakristo wengi makanisani tunataka tu watu waishi jinsi tunavyoishi. Tumeamua kujitesa, basi tunataka na wengine na wateseke. Mimi siamini kama Mungu amesema eti hapa anatuambia kwamba katika anakuambia tazameni ni pendo la namna gani, mstari wa kwanza, alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu. Na ndivyo tulivyo, kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa Mungu atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Sikiza nikwambie, yani Mungu anatupenda sisi accordingly. It doesn't matter what we are doing. Mimi nataka nikwambie Jeffrey Epstein sasa hivi tunaweza kumkuta yuko mbinguni kwa sababu hatujui mwisho wa siku alikubalianaje na Mungu. Hao hatujui kitu gani kilimtrigger mpaka yule baba akafikia akawa the monster that much. Ama labda tu watu wameamua kumchafua kwa sababu amekuwa tajiri mbele ya umati wa watu. Kama tunavyojua watu wengi hatupendi kuona mtu akisimama. Kila mtu anataka awe tajiri, kila mtu anataka awe bilionea. Lakini tunasahau the end of the day but one thing I want people to know is ukitaka hata Mungu akuzidishie karama yako, jifunze kutokuhukumu. Jifunze kutokusema watu mabaya, penda tu. Jifunze kusuluhisha. Jana kuna neno nilikuwa nasoma I think ni Zaburi ya 140. Jana tulikuwa tunawaambia watu wakasema ni ya toba. Sio watu mnasomaga Biblia sio unafikiria kwenye utumbo. But anyway, so I think Zaburi ya 140 huyu mhubiri anasema hivi, Zaburi ameandika mhubiri ameandika Sulemani sijui. Mtaniambia wenyewe. But anyway, anasema kwamba naomba
niwe mpatanishi. Yaani kila kwenye jambo, hata jalishi ni kubwa, mimi niwe ni mpatanishi. Yaani kila ninachokikuta ambacho labda kinaangamia au kinataka niwe mpatanishi. Kujaribu wewe, hata ukimkuta mtu anasema vibaya, it's okay. You say it's okay, but you're not supposed to say bad. Lakini nataka niwaambie vijana wenzangu na ndugu zangu kwamba Mungu ambao tunafundishwa na kutishiwa huko kwenye makanisa ni wa uongo. Mungu atishi, Mungu anyanyasi, Mungu anyimi, Mungu anaeti kwamba tusipofanya hivi sikupichia kama. Mungu anatutaka asubuhi mkumbuke ili ya kukumbuke. Jioni mkumbuke ili ya kukumbuke. Mungu anataka umkumbuke, umsumbue, muombe kila saa. Usipenda kazi unake. Bila kwenye sadaka unake. Mungu wetu anapenda accordingly. Na anaelewa kwa nini mtu atoe sadaka. Wewe kwenye macho yako ya kimwili unaona atoe sadaka, lakini Mungu anajua kwa sababu atoe sadaka. Zip your mouth and stop judging. Love them.